Othaya ni huo mtindo. Na kwa nini nasema lazima serikali iwajibike ni kwamba ninaelewa vile vitengo vya usalama vinafanya kazi. Huwezi kuwa na kitendo kama kile tuliona jana kule Othaya without county security team ya Nyeri kujua ni nini ilikuwa inafanyika, kwa sababu National Intelligence Service officers wako mpaka kwa sub county. Kukiwa na kiongozi wa upinzani kama Mheshimiwa Gashawa anaenda kwa mkutano mahali 2-3 days mbele ya hiyo, wakuu wa usalama wa hiyo area wanajua kwamba kutafanyika mkutano wa aina hii hapa, na viongozi ambao watakuwa hapa ni akina nani na akina nani watakuwa na hayo maneno yote. Inawezekanaje basi kwa mkutano kama huo watu waingie pale waanze kutupatia kazi kwa kanisa na kuna serikali? Lazima walipata nafasi, walikuwa na habari mbeleni kwamba Mheshimiwa Gashawa atakuwa huko, ataabudu hapo. Saa hii nikisema wiki ijayo nitaenda kufanya misa Kisumu Central for example, wakuu wa usalama pande hiyo, county security team, wakubwa wa intelligence watajua wote wiki in advance. Hata ukitumiwa barua namna hiyo ukialikwa na bishop, wanajua umealikwa na bishop, utafanya maombi hapo. Inawezekanaje kwamba watu waingie kwa kanisa, watu kutupatia kazi pale, kupiga watoto, kupiga wakina mama huko namna hiyo? Lazima serikali ilikuwa inajua. Sasa wote naona hata wakubwa wa serikali wameanza kukashifu hiyo kitendo, kusema watafanya uchunguzi and so on and so forth. Hii ni maneno ya aibu, tuseme tu kweli. Hii ni maneno ya aibu. Miaka 60, zaidi ya 60 baada ya kupata uhuru, na Rigathi Gachagua ni kiongozi, ni mwanasiasa. Hakuna vile anaweza kuhatarisha maisha ya mtu yeyote eti ameenda pale kuzungumza kuna wananchi na kuabudu na wananchi, eti kanisa misa iharibiwe na mambo kama hayo. Hivi vyote ni vitendo vya aibu. Na ningechukua nafasi hii kwanza kukashifu hayo maneno ambayo yalifanya huko, na pia namba 2 kusema kwamba aibu kubwa ni kwamba kuna viongozi, vile niliona kiongozi mmoja kutoka Laikipia akisema jana eti Mheshimiwa Gachagua alikuwa amepanga hiyo kitu ili kwenda kutafuta huruma kutoka kwa watu. Mimi sijawahi kusikia kitu ya ujinga kama hiyo maisha yangu. Na kama Mheshimiwa Rigathi alipanga hiyo maneno, basi simkamate hao watu alipanga nao, kwa sababu kupanga kitu kama hicho, kushusha taharuki katika jamii, ni kufunja sheria pia. Hata hiyo walituambia, polisi walituambia kule Kabushai eti Natembea alipanga hiyo maneno. Mbona hawajakamata mtu ambao alipanga hiyo maneno na Natembea mpaka saa hii? Hii ni aibu, na ninasema aibu kwa sababu kwa hii maneno mimi nataka kuwa kabisa wazi. Ninaelewa mambo ya usalama kabisa. Nimekuwa hapo miaka 3 iliyopita nikiwa waziri wa usalama. Na aibu ni kwamba, na mimi ninashangaa, wakubwa wa usalama wengine wa nchi ni watu mimi ninajua sababu tulifanya kazi nao. Na hakika kusema ukweli, maofisa wakubwa wa usalama wengine ni watu wako na uzoefu mwingi, wako na sifa nzuri, wengine wanakaribia kustaafu. Mimi najiuliza mbona wanataka kwenda kustaafu, kukubali kubeba mizigo na uchafu wa siasa wakienda kustaafu?